Bwana so kinyonge, movie inaanzia hapa na kuonyesha bidada mmoja akiwa ameenda mbele hivi, akaonekana kama kuna kioo hivi ambacho kipo invisible hapa. Basi akawa anaendelea kugusa hivi, labda kuna njia yoyote unaweza ukapita, lakini wapi. Bidada akawa anajiuliza vibaya mno, hapa imekuwaje kama kuna kioo ambacho akionekane wala nini, na yeye anahitaji kuvuka upande wa pili. Basi akaamua kutulia chini, akawaza na kufikiria labda akipoteza muda dakika mbili chache anaweza akapita. Akasogea tena mbele ili kugusa hivi, tayari ni kuna mwisho wake. Sasa kwa upande wa pili kule kuna nini mpaka bidada anahitaji kwenda? Kule upande wa pili bwana kuna familia yake. Alipoona kwamba no choice, akaamua kurudi mpaka sehemu ambayo anayoishi bwana. Alipofika pale akawa anaangalia ile kwa mbali, akaona kwamba ile sehemu ambayo anahitaji kwenda kwamba movement haziendelei kabisa, lakini maji yanaonekana yanachota kwamba hakuna yoyote anao move. Maji yanamiminika, lakini kuna bibi anaonekana amekaa pembeni, lakini hamna chochote. Akawa anajaribu kuita na wewe, lakini kwamba hakuna majibu yoyote ambayo yanatokea. Basi akawa anazidi kukaa na kuwaza kwa smoke. Kila siku akawa na mtu wa kwenda pale kuangalia kama kuna chochote inaweza kutokea, lakini wapi. Leo hii hapa akaona nimeshashindwa. Akaamua basi leo hii hapa akachukua kwamba mfumo mmoja, akaamua kuchukua lens, akawa anatazama kwa mbali, akaona kwamba yani kila siku watu wako pale pale, hawamove, hawaendi kushoto wala kulia. Basi kipindi leo hii hapa amerudi nyumbani, kipindi amelala usiku, sasa akawa ameshtuka hivi. Akawa anajiuliza kuna kitu gani ambacho kimemshtua. Akawa anatoka sasa nje. Ile kutoka sasa mpaka nje kufika pale maeneo ya mlangoni kwake, akawa sasa anajaribu sasa kugusa hivi, naye akaona kwamba kuna mwisho, kwamba na yeye tayari ameshafungiwa. Akapiga sana kelele. Ile kupiga sana kelele akashtuka. Kumbe alikuwa anaota bwana. Akajua sasa, ni kweli? Akaamka sasa akawa anatachi. Kweli ameshafungiwa au la? Basi akaona tu kupo abnormal kwamba ile ni ndoto tu ambayo ilikuwa inamsumbua. Basi leo hii alivyochukua gari lake moja kwa moja, kuna gari kwa upande wa pili, akawa anaendesha kwa force ile kugonga hivi, akaonekana amegonga kwamba kuna uzio bado. Basi akawa ni mtu ambaye mawazo vibaya mno, tayari ameshaumia, lakini kwamba ni mtu ambaye mwenye mawazo vibaya mno bidada wewe hapa. Baada katika sehemu hii yuko peke yake, akawa ni mtu wa kulia muda wote, analala tu, yani anaona kwamba hakuna chochote ambacho anachoweza kufanya. Lakini leo hii hapa katika movement zake alivyokuwa anapita hivi, akawa anamuona kuna mbwa. Akasema sasa huyu mbwa ndo naweza nikaanza naye maisha. Basi akaona sio swala la nini, akaanza maisha yake pale, akawa na bunduki yake. Ni mtu ambaye anawinda wanyama, anapata chakula nini na mbwa wake, wanakaa wanaishi vizuri na survive. Basi na leo hii hapa katika pita kuna ng'ombe akaonekana anapita, akaona sio swala, bora akamchukua na huyu ng'ombe, anaweza akawa anazaa watoto, akampa maziwa nini, maisha yakaendelea na bado akapata nyau. Basi kwa hiyo familia hii hapa ikawa inaonekana na wanyama watatu pamoja na binadamu mmoja. Basi binadamu akawa anaishi nao hivyo kinyonge. Japokuwa binadamu yuko peke yake, ni mtu wa mawazo sana. Basi leo hii hapa akasogea tena maeneo yale pale, akaona tayari kuna vitu ambavyo havieleweki. Akazidi kuangalia, kuna mtu mahali popote anaweza kumuona, lakini hakuna. Basi akaendelea na movement zake peke yake pale pamoja na mnyama wake, akawa na mtu wa kufly pale kuchulia nini. So usisahau kusubscribe hapo, kulike na comment. Na leo hii alipata ramani. Alipopata ramani akaona sasa inabidi nifanye movement kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Basi aliposogea pale kwenda sehemu moja hivi, akaona kuna sehemu kuna nguo nyingi juu ya mti. Akaona hii imetokeaje yani? Akaona sio swala, hizo nguo sijui amepandisha nani, lakini ni mambo ya maajabu fulani. Basi bidada akazidi kuendelea na safari. Alipofika kwa mbele upande wa kule, akaona kuna gari ambalo lilikuwa linakatakata miti mitaa hii hapa hii. Basi akajaribu sasa, anaweza kuvuka upande wa pili na mti wake. Sasa akawa anagusa hivi, akaona tayari kuna mwisho tayari, kwamba upande wa pili hauwezi kuvuka, kwamba kuna movement zinaendelea kama kawaida, hakuna mtu yoyote. Kwa hiyo katika mji hapa alibaki peke yake na hawezi kufanya kingine chochote, yeye na wanyama wake tu. Basi akawa anarudi zake nyumbani mdogo moja kwa moja kufika paka eneo lake ambalo anaishi. Basi alipofika pale akawa ametulia, ameingia ndani na mbwa wake ametulia nini na fly wana spend. Na leo hapa huyu ng'ombe wake akawa tayari kwa kujifungiwa. Basi akawa anamletea majani nini, ili mradi vitu kibao, ili mradi ng'ombe endelee kula, ili aendelee kusurvive. Kwa siku akina anapita pale akawa anagusa, lakini bado kuna eneo linaonekana bado limefungwa. Basi akawa anarudi zake nyumbani. Sasa leo hapa ng'ombe katika harakati anataka kujifungua, kwa bahati mbaya ikatokea sasa mtoto wa yule ng'ombe amedisappear, yani mama wake mtoto amekufa wa ng'ombe. Basi ikaonekana pale bidada akawa lonely vibaya mno, yani yuko yani na hofu. Basi yani yuko peke yake. Leo hapa ametulia na mbwa wake, ametulia ila mfly ni mpaka mida fulani vya usiku imefika, akaamua ngoja niingie zangu ndani kwangu. Basi na mbwa mdogo akaonekana kumfuata, akarudi mpaka mitaa ile pale kwenda kukagua. Sasa kipindi anaendelea kufanya mpango
kupata chakula, mbwa wake alimwacha kwa upande wa mbali huku anaendelea kuzunguka naye. Ghafla kuna mtu anaonekana alivamia mita ile pale ile. Alipofika mita ile pale akawa anagonga gonga huku na huku mbwa, basi akaingia ndani chapo na kuchukua bunduki na mpiga yule mwamba. Tayari alishachelewa kwamba mbwa wake alishajeruhiwa kabisa yani. Basi kaenda kumtazama yule mshikaji, tayari ameshakufa. Kumbe alikuwa katika mita ile haiko peke yake. Basi bidada akaamua kumchukua mbwa wake na moja kwa moja kwenda kumuhifadhi ambapo sehemu ambapo anahitajika kuzikwa. Basi bidada akawa anamkumbuka sana kwa mambo mengi sana yule mbwa wake, na leo hii hapa alichukua karatasi akawa anaandika historia mbalimbali. Basi bidada alirudi katika eneo lile pale ili kutazama, lakini akaona bado hakuna mafanikio yoyote, na leo hii hapa akaamua kumwaga tu chakula. Kwa hiyo katika wanyama wake amebaki na nyao pamoja na ng'ombe tu. Basi bidada akawa mtu wa ofu vibaya mno. Hii movie bwana ukiipenda sana unaweza kaenda